Assalamu alaikum Tarbia youngsters. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa hivi ni wakati wa kusikiliza hadithi tamu kutoka kwa nani? Kutoka kwangu. Sawa? Munasikiliza vizuri alafu baadaye mtajibu maswali. Mko tayari? Ama mmechoka? Mashallah. Hadithi Njoo. Naitwa nani? Zulekha. Na wewe? Yusra. Hapo zamani za kale paliondokea na mtoto aliyekuwa anaitwa Zulekha. Zulekha alikuwa mtoto mzuri na alikuwa mwenye adabu nzuri sana. Zulekha alikuwa anapendwa si shule, si madrasa, si nyumbani. Sawa? Kwa sababu gani? Alikuwa mtoto mwenye adabu. Kama nani? Zulekha peke yake ndo ana adabu. Nani mwingine ana adabu? Mwingine? Nyi wote mna adabu? Kwa hivyo Zulekha alikuwa mtoto mzuri kama nani? Kama nyinyi, si ndio? Si ndio? Haya, sasa Zulekha alikuwa mtoto mtiifu, mtoto mzuri. Yaani alikuwa anasaidia kila mtu, si nyumbani, si shule, si madrasa. Sawa? Sasa siku moja kule shuleni kwao kukaja na mwanafunzi mpya. Aliyekuwa anaitwa Yusra. Yusra alienda shule ya kina Zulekha. Sasa Yusra alikuwa mnyonge. Yaani yeye pia alikuwa na tabia mzuri, lakini alikuwa si mtu mwenye kucheza na watu. Alikuwa amejiweka peke yake. Kwa kila watu wakienda kucheza breki, Yusra haendi. Sasa Zulekha akakuja akagundua kwamba mbona huyu Yusra hachezi na watu? Watu wakicheza yeye amejitenga kando, amekaa peke yake. Siku moja akamwangalia, siku ya pili, siku ya tatu akasema ngoja niende nikamuulize ana shida gani. Zulekha akaenda kwa Yusra akamwambia mbona uko mpweke? Akamsalimia asalamu alaykum, akamwambia wa alaykum salam. Akamwambia mimi naitwa Zulekha. Yusra naye akamwambia mimi naitwa Yusra. Akamwambia vizuri nimekuja. Sasa wakaanza kuongea mpaka Yusra akaanza kucheka na yeye. Akasema alhamdulillah nimepata rafiki. Sasa kila siku zinavyoendelea wakazidi kuwa marafiki mpaka ikawa hiyo siku walikuwa pamoja ikafika muda wa lunch. Sasa Zulekha akamwambia Yusra twende wapi? Twende tukale lunch. Wakaenda zao kula. Lakini sasa kufika kwenye meza anaitwa nani? Zulekha akagundua kwamba Yusra hana chakula. Akamuuliza kwa nini hauna chakula? Ila akamwambia mimi leo sijabahatika kubeba chakula. Zulekha akamwambia basi haina neno tutagawanya changu. Zulekha akala na mwenzake Yusra wakala vizuri wakashiba. Kila mtu akaendelea na shughuli zake. Sasa baada ya muda huyu Zulekha akagundua kwamba Yusra ni yatima maskini, hana wazazi na anaishi na bibi yake, na bibi yake mwenyewe ni mgonjwa. Yaani hana mtu wa kumwangalia vizuri huyu Yusra kwa sababu bibi yake ni mgonjwa na anaishi na bibi yake peke yake. Sasa Zulekha akawa anamhurumia, kila akipata fursa ya kumsaidia angefanyaje? Angemsaidia. Alikuwa anamnunulia vitabu, kalamu. Saa ingine pia angeenda kwao amtembelee bibi yake, ampelekee bibi yake zawadi. Sawa? Sasa Zulekha alikuwa na tabia mzuri na venye aligundua kwamba ni yatima, akazidi kumsaidia kwa sababu tulijifunza kwamba tusinyanyase mayatima. Na mtu akitaka msaada ufanyeje? Umsaidie. Basi hiyo siku akarudi darasani, mwalimu akaanza kusema sisi tunafaa tuwe na tabia mzuri, tusaidie watu, haswa mayatima, hatufai kunyanyasa mayatima, tusiwadhulumu, tuwe na tabia mzuri kama nani? Kama Zulekha. Zulekha akafurahi akasema yani mimi sifurahi kwa sababu ya sifa ndo nisifike mbele za watu, lakini nafurahi kwamba mimi nimekuwa mfano mwema kwa wenzetu.
Kwa hivyo watoto wetu wazuri, sisi sote tung'ang'ane kwenye kufanya mambo mazuri, kwa sababu huyu akifanya mambo mazuri, huyu akiona, huyu atamfuata. Lakini wewe uende uibe penseli, mwenzako akuone uliiba penseli, na yeye pia atakufuata kwenye tabia mbaya. Kwa hivyo tufanye tabia mzuri, tusaidie watu. Ukiona mwenzako yuko kwenye shida, umsaidie, sawa? Ndo tuwe mifano mwema kwa wenzetu. Na haswa ukiona mtu hana wazazi, zidi kumsaidia. Ongeza upendo kwa yule mwenye hana mzazi, yeye ni yatima, sawa? Hadithi yangu ikaishia hapo. Tumejifunza nini kutokana na hadithi yetu ya leo? Usinyanyase yatima. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kusaidia yatima. Ongea kwa nguvu. Kusaidia yatima. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Takujaribu. Ukiona yatima kwa shida, umsaidie. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Msaidie yatima kama ana mzazi. Sasa huyu anasema tumsaidie yatima, huyu anasema tumsaidie yatima. Ile wewe yako ni gani? Yatima tumsaidie. Hiyo ishasemwa. Ingine Msaidie tuishi nao vizuri. Salawat. Takujaribu. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Jibu lako lisifanane na mtu, sawa? Nasaidia mamako. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mwisho Kukuwa rafiki yake. Tuwe marafiki na mayatima, tusiwafanye wao wajisikie wako peke yao, sawa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Na kufikia hapa hadithi yangu imeishia hapo, na nina furaha kwamba si wote tumejifunza kutokana na hadithi hii. Na sasa hivi ni wakati wa kusema maasalam.